Mambo zenu mko pa? I hope wote ni wazima. Tunaendelea kupata taarifa mbalimbali hapa za kujifunza jinsi ya kuishi na Waarabu, kufanya kazi, kuwa mwaminifu, uishi nao vipi, mambo yote. Ukitaka kujua kuhusu mambo ya Waarabuni, wewe usipite channel hii. Zaidi ambayo naweza kusisitiza ni wewe kusubscribe, kulike, kushare video zangu ili kila ninapoweka video hapa uwe unapata taarifa. Subscribe na ubonyeze hicho notification, hicho kikengele hapo. Na maana kila nikiweka video itakupa taarifa kuwa Msalike kuna video ameweka hapa. Leo niko hapa kuwaonya au kuwapa taarifa wale wote ambao wanakuwa hawaelewi hichi kitu. Unajua tukiwa nyumbani tumezoea haina shida, ukienda ukiona kitu kwenye nyumba ya mtu na muhadisia tu mtu mwingine. Unajua hivi nimeenda kwa mama fulani nimeona hichi kwenye nyumba yake. Nimeenda kwa fulani nimeona hichi, tupogo hivyo, waliokuwa wengi tuko hivyo, tunachukulia tu kawaida kama tumepiga story. Lakini kitu ambacho Waarabu hawapendi ni wewe kutoa siri za nyumba yao, siri za nyumbani kwake. Kwanza kabisa nikutahadharishe Mtanzania mwenzangu au Mwafrika mwenzangu, unapoenda kwa Mwarabu kufanya kazi, kumbuka una mkataba na yeye wa miaka miwili. Sasa kama una mkataba na yeye miaka miwili ndani ya nyumba, alafu unafika tu unaanza umbea. Umbea huo unapiga na mfanyakazi mwingine, unampigia simu. Unajua, humu ndani kuna hichi. Humu ndani kuna hichi nimekiona, kuna hichi nimekiona. Narudia tena, una mkataba wa miaka miwili. Elewa hapo. Uko ndani ya nyumba yake kwa muda wa miaka miwili. Sasa uko ndani ya nyumba yake kwa muda wa miaka miwili, lazima utafakari na uwaze kwa je, usalama wangu utakuwaje katika hiki kitu ambacho naanza, labda nimesema au naanza kusema au natoa siri za humu ndani. Cha kwanza mjifunze, unapoingia kwa Mwarabu, wao hawana kawaida kwenda nyumba ya jirani kupiga story vibalazani, sijui unajua hivi, unajua fulani, yale ya nyumbani, unajua jirani. Wao hawana maisha haya. Kwa hiyo wewe ambao unaingia Waarabuni sasa hivi kufanya kazi, tafadhali tabia ile kukaa vibalazani kuzungumza iache. Hukai vibalazani, siku hizi imekuwa kwenye simu. Unachukua simu unampigia mfanyakazi wako, vipi mwenzangu, nyumba yako umeikutaje? Nakwambia iko hivi, kaenda karudi, huyu madamu wangu yuko hivi. Kuna wengine hata wanachukua jukumu la kwenda kupiga picha na kumtumia yule mtu athibitishe kile anachokiongea kwa ushahidi. Unafanya umbea wenye evidence, wenyewe wazungu wanasema. Unaenda unapiga kabisa na picha. Simuona nimekwambia madamu wangu yuko hivi. Angalia mwenyewe. Angalia nguo zake. Angalia nyumba yake ilivyo. Tafadhalini jamani, kuna wengine wanapata matatizo ni kwa sababu hawawezi kutunza siri. Unataka kuishi kwa Mwarabu, ufanye kazi miaka yako miwili, mpatane vizuri na bosi, mpendane, akupende, umpende, kazi yako ifurahie. Acha umbea. Unachokiona, ulichokiona, mdomo wako funga. Unapiga story na Mtanzania mwenzako, pigeni story za nyumbani tu za kwenu wenyewe, mnapiga story mnacheka, unajua mwenzangu kule nyumbani kaenda karudi hivyo. Usianze tena umbea. Nyumba zokuwa nyingi zina kamera. Namba za simu watakudivert, siku hizi kuna Google hiyo ina translate mpaka sauti ninaongea mimi hapa, akiweka Mwarabu ana translate, anaelewa nini nimeongea. Kwa hiyo na wewe watakugoogle mle, watranslate hiyo sauti yako ulimtumia huyu mtu, ulikuwa unasemaje, uje ujiletee matatizo. Unasema watu nilipofika walikuwa wananipenda, lakini sasa hivi hawanipendi, maana yake nagombana na madam kila siku. Kumbe wewe ulianzisha maneno. Sasa huyu mtu ameyasikia, kukutoa kukupeleka sehemu nyingine hawezi, anaona gharama ataingia hasara, amekugaramikia mpaka umeingia. Inabidi avumilie na wewe mpaka amalize miaka miwili. Lakini kuna hiyo kuvumilia miaka miwili unapitia pagumu. Kila siku mnagombana, madamu hakupendi, sijui nini. Kumbe ulianzisha vita. Tafadhalini, mnapoenda kukaa kwenye nyumba za Waarabu, mnaenda kufanya kazi, fanya kile kilichokupeleka. Sio umekiona kitu unanyanyua simu kwa ndugu yako, eti mimi huku kuna hivi na hivi, na wewe huko kupo hivyo. Nimekiona hivi, vipi na wewe huko wanakulaga hivi na wewe. Acheni hayo mambo. Msianzishe vita, msianzishe kuteswa au kufanyishwa mambo yasiyoeleweka. Kuwa msiri na ulichokiona.
Tumeelewana ndugu zangu? Kuona kuta watu wengi wamepitia changamoto au wanapitia changamoto kwa sababu tu ya kuanzisha maneno, ya kuanzisha umbea, kusema vitu ambavyo walivyoviona kwenye miko. Mwarabu hapendi siri zake yeye za mle ndani, unasema anamwambia tu kwa sababu yule ni mdogo wake, ataweza kumwambia haina shida. Hawanaga hayo maisha. Umekiona kitu, nyamaza. Amekuhadithia yeye mwenyewe jambo, unajua mdogo wangu ananifanyia hivi, anafanya hivi, itikie hivi na hivi, usirudishe kwa ule ndugu yake. Wale ni familia. Wewe hapo ni mpita njia, unafanya kazi, kuna siku utaondoka. Usirudishe zile story. Umekiona, kiache kama kilivyo. Amekuhadithia, itikia na nini, unaziba. Utaona yule mtu mnapatana, mnaishi kama familia. Anakujua kwa huyu mtu ni msiri wangu, yani naishi. Unajua mtu unaishi naye ndani ya nyumba, amekuamini. Unaingia mpaka chumbani kwake, nguo zake, kila kitu. Yani wewe unaona kila kitu chake. Alafu atajisikiaje pale anapoanza kusikia habari mtaani huko, sijui umeongea hivi kwa ndugu yake, sijui mimi hivi, na atajisikiaje? Atajisikia vibaya. Malipo atakayokulipa ni kuishi na wewe kwa chuki. Hasa wewe uishi kwenye nyumba ya mtu kwa chuki, akuchukie. Unajua ndani ameweka nini? Unajua atakufanyia nini? Unajua hasira yake ikifika mwisho atafanyaje? Kwa hiyo mjiepushe na mdomo kusema maneno ambayo hayakufaa mseme. Sawa, umekiona kile kitu kweli kipo, lakini jifunze kile kitu umekiona, ziba mdomo. Umekiona kitu cha ajabu ndani, ziba mdomo. Wewe sijui kuna hichi na hichi, kuna chumba huko sina, ziba mdomo. Wewe umeingia kufanya kazi. Fanya kazi zako, mtegemee Mungu, muombe Mungu. Hakita kukuta kile kitu wewe umewakuta nacho ni cha kwao wao. Hutodhurika, unamwamini Mungu, una imani, yani wewe unasali na nini, unafanya kazi zako, utaondoka ukiwa salama salimini. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, wa Afrika, mjitahidi unapoenda kwa Mwarabu, mambo ya umbea yaache. Hata kama ni kweli hicho kitu kipo, lakini usiseme. Mdomo utakuponza, mdomo utakuponza. Uishi na hao watu kwa vita, kwa mateso, kumbe kilichokuponza mdomo wako. Kwa hiyo mjifunze, unapoona kitu kuwa msiri, unyamaze kimya. Sio kila unachokiona uongee, kila unacho hivyo sijui nimpigie simu shoga yangu. Ongeeni tu stories zenu wenyewe na rafiki yako, vipi huko bwana, biashara gani tufanye tukirudi nyumbani, vipi maisha, na hivyo tu basi. Ulichokiona kiache hapo hapo. Jamani, nawapenda na wajari na wathamini. Mara nyingi nimekuwa nikiwaletea hizi story hapa. Tunazungumza sio kama hadithi kuwa tuko kijiweni. Huu ndio uhalisia wa maisha yaliyopo kwa Mwarabu. Kwa hiyo maneno yangu ya kalili uyashike. Wewe ambao unaingia Omani leo au umeshaingia au upo au ulikuwa hujui, habari ndio hiyo. Ili uishi vizuri na Mwarabu, ufanye kazi, akupende, umpende, usiwe mbea wa kupeleka story huku kupeleka story huku. Mtandaoni sijui nini, una TikTok unafanya, punguzeni kupiga picha nyumba za watu, umepiga hichi, umepiga nguo yake, umepiga hivi, yani unamshtakia agent kesi za nyumba yako. Sijui madam ananiambia nifue mpaka nguo zake sijui na nini, nguo zake za ndani, umezipiga picha pap, unamtumia agent. Haifai. Muheshimu mazingira ya watu, muheshimu kazi, mchunge midomo yenu. Asanteni na wapenda na wajali, usisahau kusubscribe.